Vipi leo nataka nikuonyeshe jinsi gani ambavyo unaweza kupunguza vitu kwenye simu yako. Unaweza ukaenda kwenye simu yako, let's check, ukaingia hapo kwenye my files, then ukaangalia internal memory storage yako, ukagundua kwamba mbona mimi sina vitu lakini internal memory storage yangu ni kama vile imeshatumika. Usijali, let's go. Utakuja kwenye application moja wapo hizi ambazo unazitumia sana. Kwa mfano tuchukulie YouTube, utaibinya kwa muda mrefu, then huku kwenye hii gadget iliyotokea ambao huku kuna shorts, kuna neno limeandikwa YouTube kwa hapa juu, nenda kwenye kale alama kimshanga safi hapo ndio unaka-click. Ukisha ka-click then utashuka utaenda sehemu imeandikwa storage, then gusa pale kwenye story. Pale utaona kuna vipengele, kuna app, kuna data, kuna cache na kuna total. So hapo ndo kuna data ambazo zinakuwa zimehifadhiwa kwa ndani. So wewe utaangalia kwenye kipengele cha pili kutoka chini kwenye total. Cha pili, kama utashindwa kutokea huko, anzia kwenye app, shuka data, nenda kwenye cache. Hili kineno kimeandikwa cache, ndo utatakiwa zile ni data ambazo sio za msingi na ukizifuta hazina madhara, ni taarifa, matangazo, vitu mbalimbali ambavyo kipindi unatumia hiyo application zilikuwa zinahifadhiwa. Kwa kufuta hizo, unaenda upande wako wa chini wa kulia wa simu yako, utakuta hapa kama kuna mfagio, alafu mfagio umewekewa kama kanyota. Ule mfagio umeandika clear cache. Pale ukibinya clear cache, basi utazifuta. Ukirudi hapo kwenye cache utakuta ziko 0 bytes, which means umefuta data. Lakini kama itakuwa labda kuna ulazima na unaona hata taarifa zako zilizopo kwenye YouTube unataka uzifute, pia utakuja kwenye upande wa pili huu ambao ni ukiwa hapo kwenye upande wa pili chini wa kulia wa simu yako, umeona hapo tumefuta, imekuwa kama vile definite, yani hauwezi kuigusa. Ukija upande wa pili unaona kuna imeandikwa clear data. Ukigusa na yenyewe itakwambia itakupa warning kwamba hizi taarifa za simu za kwenye application yako zitafutika. Itahusisha mafaili yaliyopatikana, mpangilio, lakini pia itahusisha na database yake. Kwa hiyo ukibinya okay zitafutika, lakini mimi sitaki kubinya YouTube channel yangu iko huko, taarifa zangu ziko nyingi huko, kwa hiyo nitaachana na hiyo option. Utafanya hivyo kwa application zingine, utarudi then utaenda utaangalia kwenye upande ule wa application. So utachagua zile application zingine ambazo unahisi zitakuwa zina data ambazo wewe hutaki ziendelee kubaki. Kwa mfano unaweza ukaenda ukarudi pale kwenye apps, ukigusa hapo niache road, then applications zitakuja, usijali, wait a moment. Labda ukaona ipi imechukua data nyingi, ukashuka kwa mfano hapo Facebook ina giga moja, unaweza ukaifungua. Ukifungua nenda kwenye storage, utaangalia application ina ujazo wa MB 355, data ina ujazo wa data zilizohifadhiwa kwenye simu hapa ziko 651 MB, cache ziko 262 KB. Kwa unaweza uka clear cache, lakini tukija kwenye upande wa data ndio ukamanage ukafuta, ndio, but sio lazima kwa sababu utafuta taarifa zako binafsi. Ukitoka hapo unaweza ukaenda tena kwenye nyingine application ambayo unahisi inawezekana kulia data, kwa mfano kama Google, ukaifungua. Ukifungua hapo utakuja kwenye storage, hapo utaangalia kwenye data tuna GB 1.13, lakini kwenye cache kuna MB 20. Kwa uta clear cache kama kawaida. Hapo ukirudi utakuta zimefutika. And then ukitaka clear data unaweza ukafuta account, vitu mbalimbali kwa huko sio pa kwenda, sio pazuri, lakini kama unakumbuka baadhi ya taarifa unaweza ukafuta. Tunarudi, tunatoka twende kwenye Gmail mfano, unashuka kwenye storage, and then hapa tuna clear caches, tukiclear itafutika. Tutoke hapo turudi kwenye application list zingine, tuje tuingie kwenye hapo imeandikwa internet, unaenda kwenye storage, utakuta cache ni ngapi? Ni 9. Futa, maana hizo ni kama
data isitumii sana, naifuta, baki tuna ule ujazo wake wa kawaida, then tunaondoka. Okay, kuna Google Meet hapa. Sifanye meeting za Google, naenda kwenye storage, utafuta cache, ukishafuta cache utafuta na data, hapo itafuta na setting. Google Meeting inakuwa imekupa kwenye upande wa data. Tunarudi, tunatoka, tunaenda kuangalia kitu kingine. Tuangalie hii application ya My File, labda na yenyewe nakula 2 MB, inahifadhi, inachukua nafasi. Ndio tuangalie, imechukua kama MB 18.9. Fanya ukaguzi, piga msako mkali, usicheke na yoyote, msako mkali sana. Unataka ibaki simu yako ina nafasi, msako mkali kama unaofanya sasa hivi kwenye hii simu. Ukija kwenye haya magame ndio utakuta ndio una nafasi nyingi pia zimechukuliwa. Kwa mfano game lina cache za kutosha, data ndio hizo hapo. Ukifuta data unafuta zile scroll zako. Kama utakuwa hauna uhitaji, kwa mfano kama kuna hizo application, kija huko kwenye VLC, kwenye hali ya hewa, WhatsApp hivi, enda kwenye WhatsApp, ukienda kwenye storage, kwenye cache kuna hizo data, kwenye data kuna hata vile vinajidownload, taarifa zinajidownload. Unaweza ukaanza kuclear moja moja kwa kuhitaji mwenyewe, au kaachana navyo kaendelea na mambo yako mengine. Kwa sababu tuna muda mdogo, tuondoke. Pita kila sehemu utakayoweza, pita kila sehemu, clear kila sehemu. Kama inawezekana clear, usijali, clear. Tuende kwenye YouTube Studio, nitaenda tu kwenye cache, mimi nikaandika moja tu kufuta data. Okay, nashukuru kwa kutazama. Najua hapo umejifunza kitu, jinsi ya kuondoa kurudisha nafasi. Simu yako haujaweka vitu lakini vitu vinaonekana vimejaa. Hii ndio njia rahisi ya kuondoa. Fanya hivyo, utaniambia. Usiache kutilia comment yako kwenye video hii. Toa support, toa ushuhuda ili wengine waweze kuzitumia video hii. Asante kwa kufanya hivyo.